Olá, muito boa noite, tudo bem? Bem, obrigado. Sou eu, Burhan, o teu professor de português aqui mesmo em Zanzibar. Então, não sou aqui mesmo em Zanzibar, também meus alunos que estão ali no continente Tanzânia, Arusha, Dar es Salaam, qualquer lado de Tanzânia. Então, bem-vindo, mas vamos continuar, porque faz muito tempo não fizemos nada, mas hoje vamos continuar. Karibuni katika channel yetu ya kujifunza Kihispania kitana Kireno na mwalimu wako Burhan. Muda mwingi sana tumekata darasa kutokana na ubizi wa, najua tena high season nakuwa hatupatikani, ile ikifika low season au tukipata muda mdogo wa kupumzika tunaendelea tena. Kwa hiyo karibuni, tunaendelea na darasa letu. Leo tunaendelea na Kireno, tutaendelea na Kiitaliano, tutaendelea na Kihispania mbele. Kwa hiyo tunaanza na Kireno. Karibuni tena. Kuna wanafunzi ambao walikuwa wanasikilizia klasi ambazo walipendekeza madarasa gani nirejee tena au niendelee. Kwa hiyo naendelea na darasa la Kireno ambalo leo tutasoma ni present. Naweza kusema wakati huu uliopo present. Kwa hiyo present, wakati tunasoma Kireno tutasoma kwa namna mbili, ya Kireno cha Portugal na Kireno cha Brazil, kwa sababu unajifundisha Kireno lakini mtu aina gani hutokutana naye huwezi kumjua. Kwa hiyo unaweza kukutana na Mreno mwenyewe ukakutana na Brazil. Kwa hiyo hawa wanazungumza hivi, hawa wanazungumza hivi. Ni kiufupi ni kama sawa, lakini kuna tofauti ndogo tu pia nazo tunatakiwa tuzijue. Kwa hiyo tukianza na present, present tuseme muda huu uliokuwa tunazungumzia, tunachambua verb, na verb zao ziko za aina tatu, sio verb tatu, za aina tatu. Yani verb zao zote lazima aiza moja zinamalizikia r, yani a kwa Kiswahili na r inamalizikia r, inamalizikia r yani ya a ya Kiswahili na r na ara, alafu na ir. Kwa hiyo kuna vabu ambayo inamalizikia r, r na ir, vabu za aina tatu, lakini ziko tofauti: kula, kunywa, kusikia, kulala, kunini. Kwa hiyo inakuwa ni vabu hizo, aidha inaweza kamalizikia r au kamalizikia r au kamalizikia ir. Na katika uchambuzi wa vabu vile vile kuna vabu ambazo zinachambuka kwa mfumo maalum, kuna ambazo za regular na irregular. Kwa hiyo tunazungumzia vabu za aina hizo tatu, kuna r na r na ir. Kwa hiyo tutazishika za r kwanza, halafu tutaenda za r, baadaye tutaenda na ir. Halafu katika vabu hizo hizo kuna regular na irregular. Kwa hiyo hapa tutazungumzia regular ambazo zina mfumo maalum, kama ni tunaweza kusema kama ni formula fulani, tunaenda kwa mtiririko wake. Alafu kuna nyingine ambazo hazina formula ile, tunasema kwa mtiririko wake kama regular. Kwa hiyo za irregular hizo tutaziacha mbali kidogo. Kwa hiyo verb ziko za aina tatu, r, r na ir, zinomalizikia kule mwisho. Mfano, falar imesikia r, comer imesikia r, partir imesikia ir. Kwa hiyo verb zao ziko za aina hiyo hapo. Kwa hiyo leo tunazungumzia verb za r tu kwanza, halafu zipo regular ambazo zina mfumo maalum. Kabla kuanza kuna vijina na viambishi. Naweza kusema kama Kiswahili, verb mfano kula. Kula ukichambua ni nakula, unakula, anakula. Kwa hiyo ile kula inamalizikia mwisho verb mzizi wake. Huku mwanzo ndio tunaanza viambishi, mimi, wewe, yeye, tunaanza mwanzo. Kwa hiyo hawa Latino wao ama lugha hii tunazungumza Kireno, viambishi vinakaa mbele ya verb, utaona. Kwa hiyo mfano katika regra tutaandika juu. Regra yani kama ni formula, kama ni rules ama mfumo maalum wa kufuatilia. Kwa hiyo unaweza kuwa vipronome, pronome una plus na verb present, una plus na ile ambacho nakiendelezea mbele kama kitu nini. Mfano pronome kijina, kuna eu mimi, tu wewe, eli na ela yeye, mwanamume eli, mwanamke ela. Alafu nakuja nosh sisi, vosh nyinyi, na elish na elash wao, kike na kiume, yani they. Kwa hiyo kabla kuanza kuichambua verb, tunachukua kijina tunampa na kiambishi chake. Mfano eu mimi,
mwisho wa vabu nitaondosha ile r, nitatia kiambishi changu na kwa o. Kwa hiyo tunasema mimi nitachukua o, eu, o, tu tunakuja ash, tunaondosha mzizi wa r, wa a, r, eu anachukua o, tu anachukua ash, eli na ela anachukua a, nosh tunachukua amos, osh inachukua aish, na elish na elash wanachukua am. Umefahamu? Viambishi vile tumeviandaa, yani kijina imechukua na kiambishi chake moja kwa moja, ile verb kati tumeiacha. Kwa hiyo tukiendelea, mfano verb ya falar. Hii ni uchambuzi wa Portugal. Tumechukua watu wote 6, maana yake Wareno wanatumia mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao. Umefahamu? Wa Portugal, wa Brazil wanachukua nafasi 4. Kwanza tunaanza pembeni, tuende katika mfano wetu. Kwa hiyo verb ya r ambayo mazike r tunazungumzia hapa, eu mimi, ule falar unaondosha ile r ya mwisho, falar unaondosha r ya mwisho unatia o. Kwa hiyo itakuwa eu falo, eu falo nazungumza. Tu tumeondosha ile r mwisho, umetia falar, umeondosha r unatia ash, tumesema. Kwa hiyo itakuwa tu falas, tu falas. Mtu wa tatu eli au ela unasema fala. Nós sisi falamos, umetia amos, ile amos yetu kule. Vós umetia falais, nyinyi umetia falais, ile aish. Na elish, elas mwisho falam, falam yani wanazungumza falam, mtindo wa watu 6 hiyo. Mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao, zote kamili. Kwa hiyo verb ya falar ya r, eu falo, tu falas, ele, ela fala, nós falamos, vós falais, eles, elas falam. Kwa hiyo hii ni mtiririko wote wa uchambuzi wa r katika present, hali ya Portuguese ya Kireno ya Portugal na Portuguese ya Brazil. Wao wanachukua nafasi 4, ambayo viambishi pronome inakuja eu ni mimi, você ni wewe, mtu wa pili, você kama ni mtu wa kuheshimika anatumia você, mtu wa pili. Halafu kuna eli na ela, he, she, yani na it tuseme, yani vile yeye, mwanamme na mwanamke. Halafu nós sisi, halafu kuna vocês na vocês nyinyi plural. Halafu kuna vocês tayari, halafu kuna kuja eles na elas tayari, eles na elas yani wao. Kwa hiyo kwa mfano verb falar inatumika nafasi 4, zile zilikuwa nasema 6, ambayo mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao. Huku eu nachukua nafasi yangu, naingia kule katika o. Eu verb ya r umeondosha kule, eu falo umeingiza o. Mtu wa pili você, você, na mtu wa tatu eli na ela wanatumia fala wote. Você fala português, wewe unazungumza Kireno. Kule katika Portugal tu fala português, tu falas português. Unapotia você huti ile ash, unachukua nafasi ya mtu wa tatu. Ndio kama sema você anaingia a, eli anaingia a, na ela anaingia a. Ela fala português, anazungumza Kireno, mwanamke huyo. Ele fala português, anazungumza Kireno, mwanamume huyo, mtu wa tatu. Lakini kitia wewe, mtu wa pili, você fala português, unazungumza Kireno. Natumia a tu kwa watu watatu. Alafu nós sisi, nós falamos português kama kule Kireno, sawa sawa. Lakini nafasi ya 4 ambayo inakuwa vocês, nyinyi, vocês, na eles na elas, wale zei wa kike na kiume wanatumia falam, wote wanaingia falam. Kwa hiyo wanatumia nafasi hizi 4 tu, ambayo ni mimi, wewe na yeye
na yeye wa kike na kiume wanatumia a, halafu sisi tunatumia amos, halafu vocês nyinyi kwa general, yani kwa plural nyinyi vocês, na eles na elas wanatumia am, wote kwa pamoja. Kwa hiyo hii ni Kireno cha uchambuzi wa aina ya Brazil wanavyozungumza, nafasi za watu wanne tu. Kwa hiyo ukisema eu falo português, você fala português, ele fala português, ela fala português, nós falamos português, vocês falam português, eles falam português, elas falam português. Ina maana kwamba mimi nazungumza Kireno, wewe unazungumza Kireno lakini unatumia a, mtu wa pili kwa kutumia vocês. Huwezi kusema vocês falas, hapana, unasema você fala, unachukua nafasi ya tatu, na eli na ela fala, mtu wa tatu anazungumza. Nós tunaingia kama Kireno safi, falamos, vocês nyinyi, falam, eles falam, elas falam. Kwa huu ni mzizi wa kuchambuka wa r wa regular katika vabu ya r ambayo inamalizikia a r mwisho. Tuna uchambuzi wake aina hii hapo. Kwa hiyo tutazitafuta vabu za regular ambazo katika present ambayo inatumika regular, hiyo tunatumia kama hivi ilivyo. Kwa hiyo unaweza kuziandika pembeni hapo ukazifanyia uchambuzi mwenyewe. Umefahamiana? Unachukua nini ukazichambua mwenyewe. Baada hiyo ni vabu ya ar. Kwa hiyo nitaziandika baadhi za regular, utazichambua katika present. Mfano escutar, escutar kusikiliza. Escuto, escutas, escuta, escutamos, escutais, escutamos. Hii ni Kireno, uchambuzi wa Kireno. Sikutia vijina kwa sababu anafahamu. Ukichukua kiambishi unamjua nani umemkusudia. Hili ni sehemu nyingine nazungumzia. Kwa ukisema mimi nazungumza, unafahamika kama mimi nazungumza, grammar. Kwa hiyo ukisema ukiondosha mimi ukitia nazungumza, anafahamika nani katika uchambuzi? Anazungumza, anafahamika nani bila kusema yeye anazungumza. Kwa hiyo kuna grammar ufundishaji, ili katika uzungumzaji hakuna watu wanaozungumza grammar full time. Kwamba sisi tunaenda wapi sasa hivi, wewe yeye tunamkuwa. Kwa hiyo Kireno ama lugha yote unasoma grammar, lakini katika uzungumzaji sio kama full time utatumia grammar. Kwa hiyo unatumia kama hivyo. Kwa hiyo katika viambishi uchambuzi, nani anatambulikana? Anazungumza, anakuja. Ukisema wanakuja, ashafahamika nani kama kina Zei. Anakuja ashafahamika kama she au he. Umefahamiana? Ninakuja inafahamika kama nani. Kwa hiyo ukisema eu falo, nafahamu eu escuto, nasikiliza, ishafahamika kama ni mimi. Eu escuto, mimi. Lakini usipotia kijina eu ukasema escuto, pia nafahamika nani, kwa sababu zile viambishi vina maelezo yake. Kiambishi hichi cha nani, kiambishi hichi cha nani, kiambishi hichi cha nani. Umefahamiana? Kwa hiyo eu escuto, tu escutas, ele, ela escuta, nós escutamos, vós escutais, eles, elas escutam. Nasikiliza, vabu ya kusikiliza. Kwa hiyo itakuwa ukichambua ushafahamu nani anasikiliza, nani anasikiliza. Lakini wa Brazil watasema eu escuto, mimi, você escuta, ele escuta. Você escuta, yani wewe unasikiliza. Ele na ela escuta, anasikiliza. Nós escutamos, vocês nyinyi escutam, na eles na elas, they kike kiume, escutam. Umefahamiana? Kwa hiyo hali ya uchambuzi wa Kireno cha Brazil na Kireno cha Portugal ni kitu kimoja. Vabu au yote ni Kireno, lakini hawa wanasema hivi, wanasema hivi. Utafahamika kwa sababu kama nilivyosema, ukisoma usome kwa aina zote, kwa sababu unaweza kukutana na aina hawa ukakutana na hawa. Wakizungumza hivi hawa ukufahamu. Hata matamshi tumesema kule nyuma, madarasa nyuma kabisa, kwa matamshi wanazungumza hivi. Tutarejea tena mbele, tutafahamisha zaidi kwa sababu hapo mengine. Kwa hiyo hii ni vabu ya ar tunaizungumzia hapa, uchambuzi wake uko hivyo. Vabu ya ar Kireno anatamka vipi na wa Brazil anazungumza vipi.
Amar, kupenda. Amar, amu, amash, ama, amamush, amaish, amam. Amu, amash, ama, amamush, amam, kama hivyo. Kwa hiyo kwa Wabrazili wanatumia nafasi nne tu. Eu amo, você amas, você ama, ele ama, ela ama, nós amamos, vocês amam, eles amam, elas amam, yani kwa nafasi za watu wanne. Ila Portugal wanatumia nafasi zote sita kama Kiswahili inavyotumia sisi. Mimi, eu amo, tu amas, ele ama, ela ama, nós amamos, vós amais, elas amam. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya verbs ambazo tumezitaja, isipokuwa zipo nyingi za are, uzichambue hali ya present. Nashukuru sana. Bem-vindo mais na minha aula portuguesa. Então, bem-vindo mais, fica comigo, o teu aluno, o teu professor chama-se Burhan. O nome daqui é Burhan, mas o nome da língua de português é o Bruno, fica mais fácil. Então, fica comigo, bem-vindo mais. Usisahau kusubscribe, kuna kushare na kucomment vile vile, au kuna maswala, namba pia inakuwepo hapa katika channel, unaweza kuuliza maswala. Darasa linaendelea. Asanteni, karibuni. Ashe.